mpaka bibi. Govi akawaweka wanaye pembeni pale. Lakini Govi, bibi tulia. Wanangu, leo hamtoenda shule. Nimewaleta hapa leo baba mdogo wenu, nataka niwafundishe funzo ambalo hamtokuja fundishwa shuleni. Kama mtu yoyote yule akileta shida kwenye familia yetu au akileta shida kwa mwanamke yoyote yule ndani ya familia yetu, naenda kuwafundisha ni nini cha kufanya. Naomba muangalie na mjifunze, sawa? Kiongozi, ulituma bajaji rudi na pesa au mke wa kaka? Nimeona haitoshi, nimeamua kuleta familia nzima. Bosi akaona huyu kajichanganya, akatuma vijana. Sasa sifa ya Govi nyingine ni utata, yani ule mtu ambaye anapenda ugomvi kuliko kula, hususan ukigusa tu na kuitishia familia yake. Hajali cha nani wala nani, ni kibano tu. Yani anatembeza ngumi jabali teke ukuta. Anaambia wanae wajifunze, waangalie kwa makini jinsi ya kudili na wapumbavu wanaotaka kuleta dharau kwenye familia yao. Wasiogope. Kilitembezwa kichapo hapo cha kufa mtu, alafu akamfuata bosi. Sasa unavokuja kutishia familia, njoo wakati ambao wanaume na wao wapo. Face to face tuongee kwa lugha moja, kuliko kuja kutishia familia yangu mbele ya watoto wangu. Aise, hiyo kitu mbaya sana. Next time nitaanza na wewe mvaa vipuli mboga saba wewe. Mwamba huyo darasa limeisha, akaichukua familia yake kurudi nyumbani. Baadaye usiku kaka mkubwa cha pombe anarudi zake nyumbani. Hey kaka, nahitaji kuongea na wewe. Kaka usinipuuze, nahitaji kuongea na wewe. Kaka akasimama. Kwani shida nini kaka? Mbona unakunywa sana pombe? Unajua sijawahi kumuona baba yetu. Wewe ndio baba yangu ulionilea tokea niko mdogo. Nakupenda sana. Hili swala la kuwalipia watoto wako ada na kumsaidia shemeji kifedha wala sio swala kwangu. Ni jukumu langu kwa sababu hii ndio familia yangu. Ila unachofanya kaka inatosha, basi acha. Haileti picha nzuri hata kwa familia yetu. Au basi niambie, bado una hasira na mimi? Kama una hasira na mimi nipige mpaka hasira zako ziishe. Nachohitaji urudi kuwa yule wa zamani. Kaka kweli akamwasha kofi, alafu akaondoka kwa hasira huku analia. Bibi, hivi ni kitu gani kilichotokea kati ya Govi na kaka yake? Sielewi. Bibi ikabidi sasa muhadisie kilichojili kipindi cha nyuma kidogo. Blaza zamani alikuwa yuko fresh tu. Vipi mume wangu, interview yako imeendaje? Majaji walikuwa wananiuliza maswali ya kipuuzi yasioeleweka. Sio mbaya, nitaomba tena mwakani. Ni miaka mingapi hiyo kila siku utaomba lakini? Kisa unajikuta una elimu ya juu ndo maana unajiamini sana? Au vyeti vyako ndivyo vinakutia kiburi? Unachagua kazi na mshahara. Kaka, huu sio muda kujivunia makaratasi. Inahitajika nidhamu upate kazi. Inakutegemea familia hii. Yaani hapa Govi anamsema kaka yake mkubwa analinga sana kwenye kutafuta kazi. Hey Govi, basi inatosha. Niache kaka niongee. Hata kuja kuelewa majukumu yake nisipoongea. Blaza mkubwa alimaindi kweli kuzalilishwa na mdogo wake mbele ya familia yote. Basi kuanzia siku hiyo akajiona yeye si kitu, kwamba familia nzima inamdharau. Ikawa akakata tamaa kabisa ya maisha. Ni yeye na pombe, pombe na yeye. Govi alijihisi hatia sana, na ndipo alipochukua jukumu la kuilea familia yake, mke na watoto. Sababu yeye alijihisi ni kama chanzo cha kaka yake kuwa vile. Anaogopa akiishi maisha magumu, lawama zote atakuja apewe yeye. Okay, asubuhi na mapema binti anatoka, anakuta jamaa katulia tuli, akamfuata. Vipi, uko sawa wewe? Mbona unaonekana una mawazo sana? Kipi kimekukera? Kinikele nini mimi? Labda kwa yaliyotokea jana usiku. Wala sijahuzunika, bali nimefurahi. Ameniangalia jana kwa mara ya kwanza sasa tokea mwaka ukate. Nadhani sasa ataenda pata uponyaji. Basi jamaa akaanza ongeongea pale ni jinsi gani anavyojisikia kwa kaka yake. Binti naye akawa anampa maneno ya kumtia moyo. Mwisho akatoa vibunda viwili vya pesa. Nini hicho? Pesa hizi chukua ukalipe mkopo wa kaka yako. Nilikuwa nazitunza kwa ajili ya ada. Hey, unakichao? Matatizo yangu hayakuhusu, niachie mwenyewe. Kama jana tu alikuja na kuitishia familia yako, siku nyingine akija kuifanyia kitu kibaya chukua huko ukalipe. Shida sio kuchukua pesa, shida sijui nitakulipa lini. Nyamaza huko. Nani kasema na kukopesha hapa? Mimi sikukopeshi, nimekupatia tu, usinilipe. Wewe kila siku unajali kuhusu familia yako. Nani atakayejali kuhusu wewe sasa? Lazima awepo mtu wa kukujali. Halafu binti huyo akaondoka. Mwamba akaona anamaanisha nini kuongea hivi huyo? Wewe unamaanisha nini? Binti akumjibu, akageuka tu kuondoka. Msela akaona sio kweli, akamfuata. Njoo kwanza hapa wewe mwanamke, unieleze vizuri. Unaweza kunikea maisha yangu yote wewe? Ndio, mimi huaga naijali familia yangu tu kwa sana. Utaniweza kweli? Mimi mwenyewe ni sehemu ya familia yako. Imanzi, mimi msumbufu sana, utaniweza? Wanaume siku zote ni wasumbufu tu. Binti akamgeuza kwanza mwanaume, akampa ile kitu Roho inapenda. Hapo nywele za mwilini zote lazima zisimame. Alafu binti huyo akaondoka. Kipindi binti kaenda chuo, huku nyumbani jamaa alipamba barabarani maua na nyumba nzima kiujumla. Hey, nyamazeni. Sasa leo ni siku maalum kwa sisi sote. Indu sio muda atarudi. Mnatakiwa mumpokee kwa shangwe na vigelegele. Na wote kwa pamoja mseme, welcome mamdogo Indu. Kwa nini? Hapana, Indu ni dada yetu, sio mamdogo wetu. Mimi ndo niliwaambia mumuite dada, na leo ndo naambia mumuite mamdogo, si dada tena. Sawa wanangu wazuri? Yaani leo jamaa kajipanga kumkaribisha binti rasmi kwenye familia kama mchumba wake. Mara kidogo kuna jamaa anakuja na bodaboda na kumkabidhi kitabu jamaa. Kapewa na Indu akilete kwake. Halafu Indu simuite mpangaji tena, ni mwanafamilia. Sasa naomba katangaze mtaa mzima wajue, sawa? Hey, peleka kitabu ndani iki niendelee na maandalizi mengine hapa. Ila kidogo akashtuka. Ngoja kwanza, leta hilo faili kwanza. Kucheki hivi kichwa cha habari, anakuta kimeandikwa Zemani. Halafu jina lake pale Govardhan. Mwandishi ni Indu. Sasa mchizi kufungua ndani hivi na kuanza kusoma, anakutana na project au research ambayo binti ameandika kuhusiana na yeye.